kumtakia rehema kiongozi wa umma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuitizama nafsi yangu na nafsi zenu katika mtizamo wa kuwa nafsi hizi zimebeba wasia uliokuwa wasia wa msingi sana aliozungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasia wenyewe kumwogopa yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika nafsi yangu mimi na wewe yatakiwa tulitizame jambo hili kwamba lipo ndani ya nafsi yako au ndani ya moyo wako kuwasia aliozungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu cha Qur'an. Walakin tutizame katika aya ya 102 ambayo kama ni aya maarufu sana tunaizungumzia mara kwa mara, aya 102 katika sura Al-Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia baada billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kwamba leo unapokuwa Muislamu basi ujue kwamba katika neema kubwa sana, katika neema ambazo kwamba amekuneemesha nazo Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka neema hii idumu ndani ya mawazo yako, ndani ya tabia yako, ndani ya fikra zako, mpaka ile neema hii utaondoka katika ulimwengu huu ili hali ya kuwa bado imebakia uko nayo wainanayo mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini je, neema hii itadumu vipi? Kudumu kwake ni kusikia ile aliyozungumza Mola Subhanahu wa Ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ili mnapokuwa mkiamini muogopeni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tena haki ya kumwogopa, kuna kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa mdomo tu, lakini vitendo vyako havifanani na kwamba muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinachozungumziwa hapa na ile ambayo kwamba unavyotamka na ulimi wako kwa kusema kwamba mimi namuogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi ipatikane mpaka katika vitendo vyako, kwamba anayekuona katika vitendo vyako aona kwamba ala, huyu kile maneno anayosema kwamba anamuogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kweli, kwa sababu maneno yake na vitendo vyake vimefanana. Mwanadamu huyu akiishi katika hali hii bila hakika atapata ile husnul khatima, kisha atakuwa amekufa katika daraja kubwa sana ambapo kwamba kila mmoja aitarajia kuondoka katika dunia hii na hali kama hiyo. Lakini tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala na sisi atuondoshe katika dunia hii ili hali ya kuwa ni wale ambao kwamba ni muslimuna haqiqiyya. Hiyo kalima mwezi huu wa Ramadhani darasa nyingi sana zinazungumzwa, mambo mengi sana yazungumzwa, lakini raha ya kuzungumza kinachozungumzwa ni kwamba umekisikia na kukifanyia kazi. Lakini itakuwa hakuna jambo lolote la msingi kama itakuwa yanayozungumzwa hayaingii ndani ya mioyo yetu wala tuyafanyie kazi, itakuwa ni hasara kubwa sana. Lakini pengine tumuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala kujalia alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sehemu ambayo kwamba tutakayosimamia nayo kuikumbusha na kuizungumzia, sababu wakati huu ndio wakati wake zaidi, fadhlu qiyam al-layl wa fawaiduhu, ubora wa kusimama usiku kufanya ibada na faida yake. Kwamba je, yule anayeamka akafanya ibada ya usiku faida yake ni nini? Ibadallah, inna qiyam al-layl, hakika kusimama usiku ibadatun adhima, ni ibada iliyokuwa kubwa sana, wa amalun jalilun, na ni amali ambayo kwamba ni tukufu sana. Madaha Allahu bihi, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu wa amali hii ya mtu kunyanyuka usiku na kufanya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawasifu sana wale waja wake waliokuwa waumini kwa sifa mbalimbali ambazo kwamba walizokuwa nazo, na tutakuja kuzitizama sifa hizo na tujifunze kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu
kwa sababu ya kusimama usiku na kufanya ibada, na si kwamba ibada ambazo kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu. Je, mimi na wewe ambao kwamba tunasikia sifa hizi ambazo kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu wao, mimi na wewe tunazo? Mimi na wewe tunazo? Na kama hatuna, tutategemea kuwa na sifa gani ambazo kwamba zitatuingiza katika daraja ya kusifiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala? Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fadhakara min akhlaqihim alhamida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja tabia zao zilizokuwa njema, ambazo kwamba tabia zao hizo walizozifanya mpaka ikafikia wakapata fadhila ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambapo kwamba ni pepo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kusimama kwao usiku. Kwa hivyo pale tunaposisitizana, jamani, swala tarawih tusimameni tuswali, at-tahajjud tusimameni tuswali, kwa sababu tunajua nini tunasema, na hiyo qiyamul layl itatufikisha wapi? Tutapata daraja gani? Tutapata nini ambacho kwamba mimi na wewe ndio tutakingangania kila siku kwamba tukipate? Kwa hivyo moja katika njia ya kukipata kile kizuri ambacho kwamba twakitamani baada ya kufa tukipate kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi miongoni mwa njia rahisi ya kukipata hicho ni qiyamul layl, simama usiku. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatambia katika sura Adh-Dhariyat, tukianza aya ya 15 twende katika aya ya 18. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, billahi minash shaitanir rajim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asrari hum yastaghfirun. Tizama sifa zilizokuwa njema sana. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, innal muttaqin, hakika ya wale wacha Mungu, fi jannatin na'im, watakuwa katika mabustani ya pepo ya chemchemi, akhidina ma atahum, wanapokea aliyowapa Mola Subhanahu wa Ta'ala, akhidina ma atahum rabbuhum, wanapokea yale ambayo kwamba aliyowapa Mola Subhanahu wa Ta'ala, innahum, kwa sababu wao, kanu, walikuwa, kabla dhalika, kabla ya siku hiyo au kabla ya hayo, muhsinina, walikuwa ni wema. Kwa hivyo sifa ya kwanza, kumbe kabla ya kufikia hapo walipofikia, walikuwa na mabadiliko ya tabia zao zilikuwa ni nzuri. Mabadiliko ya kwanza, tabia zao zilikuwa nzuri. Kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, nyakati za usiku walikuwa kilala kwa uchache, yani fikra zao kila wakati, vipi tainuka leo nifanye ibada, niswali rakaa zangu 2 au 4, 10 kwa kadri ambapo mtu anaweza. Wa bil asari, na kabla ya alfajiri, hum yastaghfirun. Tizama mpangilio walioweka ndani ya maisha yao, katika mpangilio mzuri walioweka kila siku hapo, kwamba huko katika barnamiji ya wale wacha Mungu yanamilikia ibada ya usiku, kisha tabia zao nzuri, kisha haitoshi, kabla ya kupambauka alfajiri, mwanzo wanaleta istighfar, kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufanya toba. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawasifu watu hawa kwamba wao wanatenga wakati wa usiku, hata kama ni wakati mchache, wakifanya ibada kabla ya alfajiri, wanaleta istighfari, kisha wao wanahuisha katika nyakati zao kitu kidogo tu au wakati mdogo tu katika usiku, kisha wanahitimisha wakati wao wa usiku kwa kuleta istighfar. Kwa sababu ya istighfar, amma qaddamu, katika yale kwamba yotanguliza mabaya, na katika yale maovu kwamba wameyafanya kama binadamu,
Kwa hivyo ataka mimi nikiingia siku yangu ya pili, siku ya kwanza nimesafisha. Yaani huko nyuma mimi kuko sawa. Je, sisi tunaenda namna hiyo? Tunaenda na mtizamo huo kwamba nyuma yako unasafisha, huku unakokwenda pia watizama ikiwa kuna jambo walisafisha, au kila tukienda ndio tunazidi kuzorota? Kila tukienda tunazidi kuzorota. Wallahi sijui ni dua gani ambayo kwamba tutaiomba ili Mwenyezi Mungu atuongoze. Wallahi sijui ni dua gani ambayo tutaiomba Mwenyezi Mungu atuongoze. Sababu tabia zetu kila tukiamka sizo zile zinazotegemewa, zinabadilika. Kila pale ambapo tunatarajia kwamba hapa tutakuwa tumeelewa, ndio mahali pa kufaulu, mahali pa kuvuna, wallahi tuko kinyume kabisa. Sijui tutakuwa tunafuata nani huyu mwingine asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu Mtume hakufundishi namna hiyo, wallahi Mtume alifundisha namna hiyo. Sijui haya mengine si watu wao. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam inapofika wakati wa Ramadhani, tukimsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, si katika kutoa, si katika ibada, si katika mazungumzo mazuri aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani kila sehemu alikuwa akizidisha zile amali. Katika kutoa kipaumbele, katika kusoma Qur'an kipaumbele. Mimi na wewe tushaiuzenga wakati tunasoma Qur'an tukasema kwamba kila siku ya Ramadhani mimi sasa nimetiania na jisalamu moja tu, kisa moja tu kuisoma Qur'an, juzu moja tu. Yaani kila siku unasoma juzu yako moja unakwenda. Kitapomalizika Ramadhani ndio umesoma masa, umesoma Qur'an yote, umepitia kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Je, haya si masa mzima? Je, aya 10 zapatikana au 100 kwa siku yako? Kuna wakati wewe Ramadhani unataka wakati kabla labda ya kumaliza fungo wa mwezi. Je, unasoma aya 10? Je, umetoa sadaka? Katika Ramadhani iliyopita unashatoa sadaka. Wale sielewe kwamba ni sadaka ya kwamba kati ya kula. Sadaka kama shilingi 10, shilingi 20. Ukanunua kitu kanacho msikitini pale. Wakati wa kufungua mwezi. Ukachukua ile tende madhara, hata ile tende ambayo waliokuja pale madhara si yako, lakini ukachukua ukampa mtu na badaji. Ya ile tende iliyowekwa pale kwenye sahani au ya gani, ukachukua zile zote, ukachukua ukampa mtu, na ikawa mtu amefungua mwezi kwa sababu ile tende uliyompatia, na wewe unapata thawabu sawia na zile ambazo kwamba alipastahili kuzipata katika siku yake. Tutafanya namna hiyo. Kwa hivyo kila sehemu tumewekewa njia za kupata, lakini hatusitaki sisi, hatuzioni. Hiyo kwa imani, huu ni mwezi wa kuvuna. Sijui tukikosa kuvuna katika mwezi wa Ramadhani tutavuna wapi tena. Kwa hivyo tujitahidi, kwa sababu Ramadhani inabiu. Ramadhani inabiu, sheikh. Wallahi. Ramadhani inabiu. Ramadhani imeisha sasa. Maana tumemaliza 10 ya kwanza, tunaelekea 10 ya pili. Na tukifika 10 ya pili tukiingia na 3, usihesabu tena hili. Lakini swali, utakuwa furahika kwamba Ramadhani imeisha au utakuwa walia kwamba Ramadhani imeisha mimi sina nilichokifanya? Hapo kuna mambo mawili. Kuna mtu kufurahi kwamba alhamdulillah Ramadhani imenipata na nimefanya nilichofanya. Kuna mtu wallahi anajutia, au wenzake walifunga, wenzake walijitahidi, wenzake walifanya akijitazama yeye waliofanya wenzake hakufanya hata moja, mpaka kama haya kuuliza maswali. Subhanallah, Ramadhani imeingia, watu wamepata, watu wamejitahidi, wamefanya waliofanya, lakini mimi ishanipita na hairudi tena nyuma. Tusikiliza, bado masiku ya Ramadhani hapo. Kila jambo ambalo kwamba yastahili kufanya na Ramadhani tujitahidi tufanye. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika sura As-Sajda katika aya ya 16 nenda aya mpaka katika aya ya 17. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema billahi minashaitanir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala
madaji, kwamba sasa wao wanajitahidi, hawataki mambo ya kulala ovyo, sababu ni mwezi wa kuvuna. Yad'una rabbahum, wanamuomba Mola wao subhanahu wa ta'ala, tena katika ibada wanazozifanya khawfan, yani wanakuwa na hofu, wanakuwa na takwa, wanakuwa na khushu'i ndani ya ibada zao. Wakifanya ibada wanakuwa na takwa, wanakuwa na hofu, wanakuwa na khushu'i ya hali ya juu sana. Yani akisimama katika ibada, wallahi ukimuona yule ambaye kama al-muttaqin, yani wale wa Mungu, akisimama katika ibada wamsikia raha namna anapoifanya ibada, namna anapotulia akili yake, macho yake, fikra zake, mpaka viungo vyake vimetulia kwamba mimi nazungumza na Mola subhanahu wa ta'ala, na hakuna mtu bora ambaye kwamba mimi natakiwa kuwa mtulivu kuanzia akili yangu, fikra zangu, mawazo yangu, mpaka viungo vyangu kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Zitizame swala zangu mimi na wewe, twaswali namna gani? Narudi sana kuzungumza nafsi yangu na nafsi yako. Tizama ile kuswali, labda ile swala inaposwaliwa tarawih, wewe wakiweka, mbona hawa wamebadilisha system sasa, imekuwa sasa Qur'ani sio kwa mrefu, mpaka mkuu kwa upande huu, mwingine upeleka upande huu, waka hatuwezi hoja ni kwa hadithi. Au mtu aswali raka mbili, atoke nje ya msikiti akifu, hii kosa itaramu, hii kosa adab. Kama utaki kufanya ibada, nenda wale wanaofanya ibada usiwashirikishe, sababu watu wakati gani. Kwa hiyo tunapotekeleza ibada tujue kwamba tunazungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun, yani haijui nafsi yoyote waliofichiwa katika hayo yanayofurahisha macho, hayo ni malipo ya yale ambayo kwamba waliokuwa wakijikakamua katika dunia yao kuyafanya. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawapa vitu ambavyo kwamba mpaka macho yake yanatulia, anakubali kwamba alhamdulillah, aliponipa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alichonipa mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, mpaka nasikia furaha. Wewe usifiwa pepo, mwambie yule wa mwisho kabisa mwenye kupewa pepo kwa kidogo sana, lakini yeye alisifu, na hakuna mtu aliyepata kama yeye. Kumbe ni wa mwisho, yani yeye ndio wa mwisho, lakini alichopewa amekubali kwamba nimepata. Kisha utazame tamaa ya mwanadamu alipokuwa mwanadamu apendi kuzoeka, sio? Lakini yeye Mwenyezi Mungu amekuwekea pepo, na namna ilivyokuwa pepo, hata kama utapewa kidogo tu kwa uzuri wake, kwa thamani yake, daraja yake, yani hicho kidogo utakachopewa umetosheka kabisa, yani hata una habari na yule aliyepata zaidi yako wewe. Hii pepo waifikiria hii kitu cha namna gani wewe? Kama utapewa kidogo ukatosheka na ukaridhia na ukafurahia na ukaona kwamba wewe ndio umepata zaidi ya wale waliopata, hii pepo wafikiria iko je? Yatakimbiliwa hii, lazima tuitake. Kwa kalima, ndio kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyanyuke afanye ibada za usiku. Sababu katika ibada za usiku daraja yake ni kubwa, na ndio tujifunze maneno haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mwisho wa aya kuna kitu ambacho kizuri sana anamwambia Mola subhanahu wa ta'ala, angalia, wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda daraja. Yani kumbe katika ibada ya usiku inakusababisha wewe kupata daraja kubwa sana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kufanya ibada ya usiku. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amamrisha min al-layli, na wakati wa usiku, fatahajjat bihi, Muhammad amka uswali
tahajjud nafilatan lak, hii sunna yako wewe usiache. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni asa an yab'athaka rabbuka, huenda akakupa wewe Muhammad mola wako maqaman mahmuda, yani kisimamo ambacho kwamba kila mmoja atakifurahia, kitakuwa ni chenye kushukuriwa. Na ni shufaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama, akiwashufaia umma wake. Na hii amepata kwa sababu ya kile ambacho kwamba aliambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yupo dhaliman, Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuambia sana an fadli qiyamil layl, kuhusiana na fadla ya kunyanyuka kusimama usiku kufanya ibada, kwamba hiyo qiyamul layl, kusimama usiku kufanya ibada, ndio tulizo la moyo pamoja na ulimi, ndio tulizo la moyo pamoja na ulimi. Pale Mola Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika suratul Muzammil katika aya ya 6, Mola Subhanahu wa Ta'ala asema billahi minash shaitanir rajim, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila. Hakika ibada zinazofanya usiku zinaganda zaidi katika moyo wa mtu na zinabainika zaidi ulimwengu wake kuliko visomo au ibada ambazo kwamba zinazofanywa wakati wa mchana. Ibada usiku inakuwa tofauti sana na mchana, hata utulivu wake, hata khushu yake. Sababu hakuna kitu kinachosumbua basi, sio? Labda waswali wafikiria nataka kurudi kazini, sijui kuna kitu kadha, lakini usiku hayo yote hakuna. Khushu yake imetulia kabisa, akili yako imetulia kwa sababu hakuna mawazo haya wala yale. Ibada usiku ina thamani kubwa sana. Kwa hiyo tujitahidi ala aqali tutekeleze, na sisi tupate daraja nzuri ya kujisikia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawametupa habari na kutuelekeza akituambia kwamba ana qiyamul layl, kwamba mtu kunyanyuka usiku kufanya ibada sababu lidukhuli janna, ni sababu ya kuingia katika pepo, walfuzu biha, faulu bima pepo. Tutazama hadithi ambayo iliyosimuliwa na Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, lamma qadima Nabii sallallahu alaihi wasallam, asema alipokuwa amekwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, asema sahaba huyu, sami'tu awwala ma qala, kwamba nimesikia Mtume cha kwanza alichokisema akasema, ya ayuha nas, enyi watu, at'imu ta'ama, isheni watu chakula. Kwamba wewe kama umepata ndani ya nyumba kipo kimezidi, na kwa hiyo waona kwamba hichi kitakuja kuharibika, na ikawa mimi sikula na mwingine hakupata, yani baada ya kupata ajira na thawabu katika ile riziki, imefika mahali kwenye hata nimebana madhambi haswa, kwa sababu nimewaona kuna watu ambao kwamba walikuwa wastahili kupewa, lakini nikangania nikakumbatia kila kitu mimi, ikaona chakula kingi ndani ya nyumba. Chakula kile kuna wenzio ambao kwamba wanafunga na hali ya dhiki, lakini wewe hukutambua kwamba hapa naweza kugawanya nikampa mwingine naye akasikilika. Kwa hivyo at'ama wa amshu salam, peaneni salamu, salimianeni, hii salamu ya amani. Amshu salam, peaneni salamu. Wasilu al-arham, na unganisheni vizazi vyenu, shikaneni kama familia, muungane, muondoshe husuma, mrekebishe, muonekane kwa moja, muonekane kama familia moja, na muonekane kwamba hii familia ya thamani, kwa sababu thamani yao wanapendana, wameshikana, wanasaidiana, wanasaidiana. Unganisheni familia zetu. Wasallu bil-layl, swali wakati wa usiku, wa nasu niyamun, ila ya watu wanatokoroma wanalala kabisa.
kisha natija haya yote ni nini? Haya yote aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, natija yake ni tadkhulul jannata bisalam. Yani haya kama yatapatikana ndani ya maisha yako, mwanzo hili moja katika tabia nzuri. Yote aliyozungumza ni tabia nzuri, yani mtu ambaye kwamba hana chukuchuku ndani ya moyo wake. Haya yote tunazungumzia hii akhlaq ni tabia nzuri, na hii nikirejelea katika mazungumzo tuliyozungumza katika darasa ya saa 10. Tukasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na sala yake, akasema ni ngapi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Kwamba hii tabia nzuri moja katika sehemu kubwa sana inayotegemea katika hili. Kwa hivyo haya yanazungumza ni tabia njema hii. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema haya yakiwepo ndani ya tabia yako, tadkhulul jannata, taingia peponi bisalami, kwa amani. Ipo imani. Tukitizama miongoni mwa tabia za bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqumu al-layla, alikuwa akisimama usiku, wa yuhafidhu ala qiyami al-layli, alikuwa akihifadhi haswa na kudumu kufanya ibada ya usiku. Wa yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, na kitoa habari akizungumzia kwamba anna qiyamuhu bil-layli, kwamba kule kusimama kwake wakati wa usiku kufanya ibada, shukru rabbihi, ni kumshukuru Mola wake subhanahu wa ta'ala, ala ni'amihi al-'azima, kuhusiana na neema kubwa ambazo kwamba alizompa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe kuswali ni moja katika kumtambua Mwenyezi Mungu katika neema alizokupa wewe. Yaani wewe kwa ulimi wako ambao unazungumza huo, Mungu ndiye alikupa. Haya macho yako unayoonea, Mungu alikupa. Hiyo akili yako ni Mungu alikupa. Hiyo miguu yako ni Mungu alikupa. Na akitaka kunyima atakunyima. Mbona wewe ukae mahali ukashukuru? Mbona ukae mahali ukashukuru? Na napenda sana kuzungumzia neema ya ulimi. Tizama ulimi wako, namna Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipokuwa ni mzuri wa kuumba. Ulimi wako mmoja huo waweza toa alfadhi zaidi ya 10. Alfadhi zaidi ya 10. Na mpaka kusikia kajua kwamba hii si lugha hii, na hii sio lugha hii, na hii sio lugha hii. Na Mungu yote alikupa maarifa yakaingia kwenye akili yako, mpaka ikawazungumza kitu waeleweka, mpaka mtu akuona raha mabadiliko ya ulimi wako unaotumia katika lugha unazozungumza. Hili neno Mwenyezi Mungu amekupa. Sasa usiulize miguu, usiulize. Lakini je, si wao kushukuru? Maana kushukuru kufanya ibada kama hapo, sisi bado tuna matatizo. Na lazima tuparekebisha. Ndio tuingie katika mfumo mzuri wa kuonekana sisi tumeingia katika mfumo alioelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya ibada ya kunyanyuka usiku kumwabudu Mola subhanahu wa ta'ala, kumbe alikuwa akimshukuru Mola wake subhanahu wa ta'ala, akimwambia ya Rabbi inni ashkuruka ala ni'matika allati an'amta alayya. Ya Rabbi, mimi nakushukuru wewe kwa ile neema ambayo kwamba ulionipa mimi. Kinyanyuka usiku kwa kesa maarufu ambayo kwamba tunazungumzia mara kwa mara. Na Aisha tamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa kiswali mpaka ikafura miguu yake. Na Aisha amwambia, ya Rasulullah, mbona nipata wewe kuswali mpaka miguu ifure? Maana akimshiria katika maneno ambayo kwamba aliwapewa na Mola subhanahu wa ta'ala. Akimshiria maneno gani? Yale aliyozungumza Mola subhanahu wa ta'ala katika sura al-Fath, katika aya 2. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Haya ndio maneno ayashiria Ummul Mu'minin Aisha. Ashiria maneno yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu kashazungumza wewe, amekuzungumzia ndani ya Qur'ani, amekufutia wewe huna madhambi yaliyotangulia wale atakayokuja. Kama wewe ungekaa kabisa tungeswali kabisa. Maana hizi hatumiwi ibada pepo kuipata kuswali. Kama ungewewe pepo ungeingia tungeswali wewe. Sisi kwa tuzidishe. Baba, ili kwa tuzidishe
Lakini kama itakuwa hali ni hizi tulizokuwa nazo, ndipo zalimani bado mtihani upo. Tukimalizia katika nukta kwamba inshallah tujenge zaidi kwamba huko kusimama usiku, hii ni fursa kubwa sana ya kumuomba Mola wako Subhanahu wa Ta'ala yale ambayo kwamba anayoyapenda katika khairi ya dunia, katika khairi za akhira. Wainamia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale makosa na mitelezo ambayo kwamba uliyoiteleza wewe kule kusimama usiku, wamshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumnyenyekea, ya Rabbi nifutie yale madhambi ambayo kwamba niliyofanya. Wanaona na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pepo, umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukinge na moto wa Jahannam, akukinge na adhabu zake. Pia vile vile ukiwategemea na ukitarajia kupata rahmani za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupata fadhila yake Mola Subhanahu wa Ta'ala, ili na wewe miongoni mwa wale ambao kwamba wanaofanya ihsani kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, na mimi ya tabia yangu ile tabia iliyokuwa na mabadiliko, tabia ambayo kama najua ihsani ni nini, na kujua ihsani ya Rabbi ni kukuabudu wewe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hakika mtu anaamka, anasimama katika kitanda chake, na ukitizama ameacha usingizi ambao kwamba ulikuwa na ladha sana. Usingizi una ladha sana, lakini mtu ameacha usingizi, ameacha ladha ya usingizi. Sababu ni nini? Yaani kuna mwenzio mimi na wewe si twalala, kuna mwenzio sasa ndio anayuka fanya ibada. Huyu ameacha starehe, zile starehe unazoweza kulala yeye pia alipastaka, sawa, lakini yeye akasimama akawa tayari kuteka wakati wa kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala, akaacha kitanda chake kizuri zaidi ya kitanda chako wewe ambacho kwamba unalala kila siku, akaacha yeye kitanda kizuri, ana godoro zuri la kulala, kwenye lako ni wasiwasi, lakini yeye wa kwanza kulala mtu akaliacha. Kwa nini huyu mtu aacha hizi vitu ambavyo kwamba ladha ndani yake vina ladha na starehe iliyokuwa nzuri? Kwa sababu yantaqifa, asimame baina Mola Subhanahu wa Ta'ala katika wakati ule ambao kwamba uliokuwa na baraka, wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anateremka mpaka katika as-samaa dunia, pale inapokubakia thuluthul layl akhir, thuluthi ya mwisho ya usiku, mwenzio amenyanyuka wakati huo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremka ila samaa dunia, katika wingu wa dunia, akiuliza hal sa'in, kuna yule ambaye kwamba ana mambo yake yote, masala yake yote, fayuti sura, nimpe yale ambayo kwamba anayouliza au anayotaka. Kuna yule ambaye kwamba ana madhambi, nimsamehe madhambi yake. Kuna yule ambaye kwamba ana madai yoyote, au kwa yoyote ambaye kwamba yaitaka aombe mimi nimjibu. Mimi na wewe wallahi hatupo. Tujitahidi tusibishane moja, twaweza kuingia katika daraja za wale ambao kwamba waliosifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini la kwanza mpaka tukubali kubadilika, tubadilishe tabia zetu, tubadilishe ndimi zetu, tubadilishe macho yetu, tubadilishe fikra zilizokuwa katika nafsi zetu, fikra zilizokuwa katika mioyo yetu. Bila hakika huu ndio mfumo ambao kama unahitajika. Ndio maana Ramadhani umekuja kutengeza mioyo yetu, kubadilisha mawazo yetu, kubadilisha fikra zetu, kubadilisha tabia zetu, ili kwenda ikawa Ramadhani hii imekubadilisha ikawa ndio hidayah umeipata, wewe ndio umekuwa hivyo, yaani wewe usonga tabia yako umekuwa hivyo. Na alhamdulillah Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atujalie hii Ramadhani kitubadilisha, tukiingia katika mfumo ambao kwamba labda tutakuwa tumeingia katika wale waliosifiwa na yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi Mungu atudumishe na hali hiyo mpaka na sisi tufe ili hali ya kuwa ni Waislamu ambao kwamba namna anavyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala.